tunaendelea pale pale tulipoishia katika episode iliyopita. Ilikuwa kwa mara ya kwanza kwa Prince Orisa kupigwa kofi na kijakazi wake. Haijawahi kutokea kabisa katika maisha yake. Hivyo mfalme alipata zile taarifa na kuja sebleni. Alipouliza shida ni nini, Prince alisema kwamba baba, ninaomba fukuzwe kazi kwa kile alichokifanya. Amenipiga kofi mimi, anagiriki kunipiga kofi mimi. Ulikuwa ni msala. Ila binti mlembo alipoulizwa kuhusu swala kumpiga kofi Prince, yeye alikanusha na kusema kwamba mimi sijampiga kofi na siwezi kabisa kumpiga kofi mtukufu wangu. Siwezi kabisa. Kwa maneno aliyoongea, hata ingekuwa msamehe tu na kuamini kwamba hajafanya kitu chochote. Anyway, baada ya muda kidogo tunamwona kaka yake Prince akitoka na yule binti mlembo nje na kumuuliza kila kilichotokea ndani. Binti alijibu hivi: mimi nilijaribu kumsaidia ndugu yako na umwambie kama atahitaji kumoa Princess Ichoma basi ni lazima awe mkarimu kwa watu wote wanaomzunguka. Hivyo tu. Hafu binti akaondoka. Kakake Prince alibaki anacheka tu. Sasa leo tunapata kumwona Prince Orisa akiwa na kaka yake mkubwa. Wanazungumza vitu vingi sana kuhusu Princess Ichoma. Kakake mkubwa anamwambia, unajua ukimwona mwanamke anakufuatafuata sana katika maisha yako, ujue ni kweli kashaanza kuvutiwa na wewe. Yaani namaanisha kwamba Princess Ichoma itakuwa nakupenda wewe. Ananipenda mimi? Mimi kaka? Hapana. Mimi nilijua nakupenda wewe, kwa maana mimi siwezi kabisa kuwa na mtu wa namna ile. Siwezi kabisa kaka kuwa na mtu ambaye yupo design ile. Kwa jinsi ambavyo walikuwa wanaongea hawa watu wawili, ni kama vile wanasukumizana mizigo sasa. Ni nani awe na Princess Ichoma? Anyway, baada ya muda tunapata kumwona Prince Orisa ameenda katika ufalme wa binti, yani Princess Ichoma, na kwenda kukutana na wazazi wa Princess. Akawaambia kwamba nimesikia taarifa nyingi nzuri kumuhusu binti yenu. Yaani natamani siku moja nipate kumuona binti yenu. Wazazi walishtuka. Na mzee aliuliza, umesikia hizo taarifa kutoka kwa nani? Nimesikia taarifa hizo kutoka kwa aliyewahi kuwa mfanyakazi wenu humu ndani. Anaitwa Campbell. Huyu msichana ameniambia kila kitu juu ya Princess Ichoma. Unajua hapo Prince Orisa na wazazi wa binti wote hawaelewi kwamba huyu Campbell anayezungumziwa hapa ndio Princess Ichoma. Sasa mbona ni mtihani? Embu drop comment yako hapo chini na utuambie umeuonaje huu mzigo. Anyway, tunaendelea sasa. Prince alirudi nyumbani, lakini alimkuta kaka yake amekaa na yule kijakazi katika mkao ambao si wa kawaida kabisa. Ukiwatizama kwa haraka kwanza kazania ni wapenzi. Hivyo jamaa alijawa na wivu kinoma. Akasema, hivi kwa nini na mimi nisiwe kama kaka yangu? Nashindwa wapi? Asubuhi na mapema tunapata kumwona Princess akiwa anasoma hadithi pale sitting room. Sasa baada ya muda kidogo anapata kuja Prince Orisa. Na leo Prince alikuwa katika hali ya unyonge mno. Yaani kama mtu ambaye amekubali kila kitu kipite na nakubali kubadilika sasa. Hebu tumwangalie ataongea nini. Unajua mimi nahitaji kujua mengi sana juu ya Princess Ichoma. Yule binti aliyomtolea barua ya posa katika ule ufalme. Natumaini utanisaidia kumfahamu vizuri. Kwanza Princess Ichoma hawezi kabisa kuwa na mtu kama wewe. Mtu mjeuri, usiyekuwa na adabu, usiyekuwa na heshima. Yaani mtu ambaye hawezi kabisa kukuvumilia. Kwa hiyo mimi nakushauri tu, Princess Ichoma sidhani kama anaweza kuwa na mtu kama wewe. Na hata kama angepata nafasi ya kuwa na mtu kama wewe, basi ni lazima angekubali kukuchunguza kwanza kabla hajaingia katika mahusiano na wewe. Hivyo tu. Lakini jamaa yetu licha ya kusemwa vibaya bado kuonyesha panicment yoyote. Ni kama vile amekubali kupoa sasa. Mimi nitaka kushangaa, mtoto mzuri kama huyu angeweza kukaza kweli kwa muda wote? Ukimtizama Prince Orisa ni kama vile amevutiwa moja kwa moja na Princess, na maanisha mtu anemfahamu kwa jina la Campbell. Mara mtizame wakati wa kufanya usafi, ndoto ni nyingi sana kichwani. Mara leo tena alikuwa anamuota kama anataka kukisi. Wanasemaga kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai bwana.
Mwamba kashalainika. Yaani ni vile tu hawezi kuzuia hisia zake juu ya huyu binti. Ameanza kumpenda sasa. Je, nadhani ni kipi kitatokea katika episode inayofuata ambayo itakuwa ni episode ya mwisho kabisa katika series yetu hii kali kinoma. Na kusii tu subscribe ili usipitwe na hiki kionjo kikali kabisa kutokea Home of Emotion. Bye bye. Mpaka wakati mwingine tena.